Siri haifi, huendelea kuishi kupitia maswali. Miaka zaidi ya 60 imepita tangu kundi la vijana 9 lipotee katika milima ya Ural nchini Urusi, lakini mpaka leo hakuna anayejua kwa hakika ni nini kilichowakuta. Ni simulizi ambalo limeacha historia ikitafakari na sayansi ikikosa majibu kamili. Mnamo Januari mwaka 1959, Igor Dyatlov akiwa pamoja na wanafunzi wengine 8 kutoka taasisi ya ufundi ya Ural walianza safari ya kupanda mlima wa Ototen. Wote walikuwa wapandaji milima wenye uzoefu mkubwa, waliobeba chakula, ramani na vifaa vya kukabiliana na baridi kali. Kabla ya kuondoka, Dyatlov aliahidi familia yake kuwa angetuma taarifa mara tu watakaporejea. Hata hivyo, siku zilipita bila habari yoyote. Ndipo vikosi vya uokoaji vikaanza kuwatafuta. Baada ya siku kadhaa za msako, waokoaji walikuta hema lao likiwa limechanwa kutoka ndani, kana kwamba waliamua kulikimbia kwa hofu kubwa. Kilichowashangaza zaidi ni kwamba walitoka usiku wa baridi kali wakiwa hawajavaa makoti mazito, wengine bila viatu na wengine wakiwa wamevaa nguo za kulalia pekee. Nyayo zao zilionyesha walitembea kwa utaratibu kuelekea msituni, lakini hakuna aliyefahamu ni jambo gani lililowalazimisha kuacha kila kitu nyuma yao. Miili yao ilipatikana kwa awamu katika maeneo tofauti. 2 walikuwa karibu na moto uliokuwa umezimika. 3 walionekana kana kwamba walikuwa wanajaribu kurudi kambini, huku wengine 4 wakikutwa miezi kadhaa baadaye chini ya korongo lililofunikwa na theluji. Baadhi yao walikuwa na mbavu zilizovunjika, fuvu lililopasuka na mmoja hakuwa na ulimi. Cha kushangaza zaidi ni kwamba ngozi zao hazikuwa na majeraha makubwa ya nje yaliyolingana na ukubwa wa majeraha ya ndani. Hali hiyo iliwafanya wachunguzi washindwe kueleza nguvu gani iliyosababisha majeraha hayo. Kweli mnyonge hana haki, lakini siri nayo haina sauti. Mpaka leo Dyatlov Pass imeendelea kuwa moja ya mafumbo makubwa zaidi kutokea katika historia ya dunia. Wapo wanaoamini ilikuwa ni maporomoko ya theluji, wengine hudai ilikuwa operesheni ya kijeshi, na wapo wanaohusisha tukio hilo na nguvu zisizoeleweka. Lakini pamoja na nadharia zote hizo, ukweli umeendelea kufunikwa na theluji. Ndiyo maana wahenga walisema, ukweli hufichwa kwa muda, lakini siri huishi milele. Msimuliaji wako ni mimi, Koleta Agustino. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment hapa Dayari TV.